Karibu mtumiaji wetu wa mfumo wa Janja POS. Kwenye video hii nitakuonyesha jinsi ambavyo unaweza kutengeneza quotation kwa ajili ya mteja wako. Quotation ni nini? Quotation ni pale ambapo unataka kumpa mteja wako picha ya gharama ambazo utamuuzia kitu fulani au huduma fulani, lakini ambayo inakuwa haiathiri mauzo yako. Kwa maana kwamba sio lazima alipe. Kama asiporidhika unaachana nayo. Kama akiridhika basi unaiconvert quotation hiyo kuwa invoice, ambayo invoice ni baada ya kuwa unampa huduma ndipo unamtengenezea invoice. Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza quotation, then hiyo quotation tukaibadilisha ikawa invoice. Sasa hicho ndicho ambacho nitakuonesha kwenye video hii. Ni rahisi sana. Unakuja kwenye quick add hapa kwa juu, kisha unabonyeza new quotation, au unaweza ukaja kwenye sehemu ya sales kisha ukachagua quotation list, afu kwenye quotation list uka create quotation. Lakini nitatumia njia ambayo ni haraka zaidi, ambayo ni ya quick add, kisha unachagua new quotation. Kitu chochote kile ambacho kimewekewa alama nyekundu kama hii star inamaanisha ni lazima ukijaze, lakini chochote kile ambacho hakina hii alama ya nyota nyekundu sio lazima ujaze. Vitu vya msingi hapa ni vitatu: jina la mteja au ni mteja gani, bidhaa na aina ya kodi. Kwa hapa kwanza kuna mteja. Mteja kwa kawaida itakuwa imejiset kama walking customer, au unaweza ukamuongeza mteja wako kwenye mfumo kama ni mteja mpya. Kujaza jina lake hapa, kisha ukajaza na namba yake ya simu. Hivyo ndio vitu vya msingi tu. Vingine vyote sio vya msingi. Kisha utachagua bidhaa unazotaka kumfanyia quotation. Labda mimi nachagua Samsung. Kisha nachagua na labda hizo bana. Let's say nataka kumpa Samsung, anataka Samsung 10 na mimi nataka nimuuzie Samsung moja badala ya 500,000, nataka nimpunguzie iwe 450. Kwa nitaandika 450. Basi baada ya hapo naweza nikaamua tena kama nataka nitoe discount tena kwa kutumia mfumo wa fixed au kwa asilimia. Fixed ni kiasi fulani, utaandika hapa kiasi, au kama ni asilimia utaandika asilimia labda 20, 10 na kadhalika ya discount ambayo unataka kumpa mteja wako. Kwa unaweza kutumia hii njia badala ya kubadilisha gharama moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wako hapa. Kisha nitachagua vitu vingine kama ni lazima. Kwa mfano naweza nikaweka gharama ya usafirishaji ama transport cost labda 5,000 kwa mfano. Na kisha naweza nikaandika note hapa, chochote kile. Naweza nikaandika notes kwa ajili ya mimi kuona na mteja pia kuona. Baada ya hapo naweza nika save sasa hii quotation yangu. Kisha baada ya kumaliza kila kitu nitabonyeza save. Baada ya save hii itakuwa ni quotation. Kwa hiyo naweza nika-download. Hii sio invoice, hii ni quotation. Kwa hiyo naweza nika-download nikamtumia mteja, au kama nilivyosema kumtumia kwa email kule nyuma au hapa. Kisha baada ya hapo naweza nikawasiliana na mteja. Akisharidhika kwamba quotation imekaa vibaya, au kama hajaridhika naweza nikaja nika-edit hapa. Naweza nika-search hapa kutokana na namba ya quotation ambayo itakuwepo kwenye ile PDF ambayo ulimtumia mteja, au naweza nikaja nika-edit moja kwa moja hapa. Kwa nikija kwenye kuedit hapa, kama labda ametaka niongeze labda pisi 2, naweza nikabadilisha badala ya 10 zikawa 12 na kadhalika, au kama zilikuwa ziko sawa basi sina haja kufanya chochote kile. Nakuja tu hapa, naweza nikaibadilisha sasa ikawa invoice. Nabonyeza hapa create invoice. Nikibonyeza create invoice, kwa itachukua quotation ile ile ndio ambayo itabadilisha itakuwa invoice. Kwa kama kila kitu kiko sawa naweza nikasema tu save. Lakini kama nataka kuongeza malipo kwenye hii invoice nitachagua hapa add payment. Lakini kama sitaki kuongeza malipo kwa sasa nitasema tu hapana. Tuseme sitaki kuongeza malipo kwa sasa, nitachagua tu hapana. Basi nitasave. Hapo utakuwa umeshamaliza kutengeneza invoice. Kwa unaweza kaiona imekuwa invoice namba 18 hapa, ambayo inaonyesha anadaiwa kiasi hiki. Kwa juu inamaanisha bado anadaiwa. Kama nitataka kuongeza malipo nitakuja kwenye add payment. Sasa hii invoice naipata wapi? Invoice naipata kwenye sales huko. Kuna sehemu ya invoice. Kwa naweza nikaona hapa kuna mfumo unaniruhusu ku add payment. Ina maana anadaiwa bado. Kisha hapa nitaona anadaiwa kiasi gani. Kwa mfano huyu anadaiwa milioni 4 na 530.
Kwa nitaandika hapa kiasi ambacho nadaiwa, kama kijaandika hapa nitaandika 4,530, kisha nitachagua analipa kwenye akaunti gani. Kutegemea na ambavyo nimeseti kwenye mfumo, nitachagua kama ni cash au na kadhalika. Kisha utasave. Basi hapo utakuwa umekamilisha mauzo na hii invoice imeshakamilika na imeshafanywa malipo. Kwa naweza nika download nikamtumia mteja wangu kama anahitaji na kadhalika, au naweza nika print kutokana na mahitaji yangu.